Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Baba, ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Hard Talk with Mwasha. We talk it hard, really hard. Hello darling, how are you? My God, hivi mwahi kumisi mtu sana mpaka ukawa huelewi ni nini tena cha kusema. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba nimerudi na nimeweza kukaa kwenye kiti ambacho ninakaa kila siku kuzungumza na wewe. This is Hard Talk. Na kama kawaida Hard Talk, kazi yetu kubwa ni kuzungumza yale mambo magumu ambayo mwanadamu anakuwa anakosa majibu, na huwa natafuta watu wa muhimu ambao ninajua wana majibu ya kile ambacho ninakitafuta. Na kwa neema ya Mungu siku ya leo, Mungu amenipendelea sana 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 kukutana na sio tu rafiki yangu, ni dada yangu, ni mtumishi wa Mungu mwenzangu. She is my very 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 good friend. Anaitwa dada Upendo Nkone. Dada yangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, Bwana asifiwe. Salama za kwako? Mungu ni mwema. Unajua Mungu ni wa ajabu. Kila ninapokuona unazidi kuwa kijana, unazidi kuwa mzuri, unazidi kupendeza. I'm telling you, unajua kuna lile neno la from glory to glory, ndilo unaloliishi. Namshukuru. Yaani nilivyokuona jana sio hivi leo. Namshukuru. Siri ni nini mama yangu? Tembea na Yesu ni kuzuri. For real? Kabisa. Hiyo ndio siri. Kabisa, kwa sababu unapokuwa karibu naye anakufanya mpya. Amen. Anakujenga, anakupa nguvu. Unajua tena. Amen. Mungu ni mwema. Dada Pendo, Bwana naomba tu nikupe salamu zako. Kwa neema ya Mungu nimetoka Marekani juzi. Una wapenzi wengi Marekani. Wengi. Kweli. Wanakufuatilia, wanakupenda. Kweli. Na wanatamani sana uende. Kwa hiyo kwa huyu anayekutazama, sijui unamwambia nini, lakini najua unapenda sana Tanzania, unapenda sana Africa. But I am here to confirm that there's a lot of people in America ambao wanakufagilia. Yeah. Unajua ile unafika sehemu alafu ukitaja jamani mimi ni mdogo wake Pendo Konde, people like unajigonga. Sisi weni. Sisi weni. Sisi wichi. Kwa naambia jamani mimi Pendo dadangu, Pendo rafiki yangu. Kwa wewe bwana ni star kule. Namshukuru Mungu sana. Katika kazi zako nyingi unazozifanya, kazi moja kubwa ambayo inakwenda na mimi ninaipenda na sijui kwa nini, huu wimbo mimi unanichanganya kabisa, ni ule wimbo ulisema. Kwanza naomba niambie huo wimbo kama hata. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Baba, ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Napenda uliimba wimbo mwaka gani? So deep, it's such a deep song. Ni zaidi ya miaka 15, 16 iliyopita.
na naona machozi yanakutoka. Like, oh my God, oh my God, oh my God. Mungu ni mwema. Japo tabaya sana. Mungu ni mwema. What happened? Ni nini kilitokea cha kufanya wewe, kwa sababu naona unamaanisha, yani ulimaanisha miaka 15 iliyopita, lakini mpaka leo ukiwa na wimbo machozi huwa yanakutoka. Na ni wimbo ambao umekwenda kimataifa, ni wimbo ambao unaimbwa na AI, ni wimbo ambao unaimbwa na kila gospel worshiper. Akipanda madhabahuni anaimba huo wimbo. Ni kitu gani kilitokea kwako mpaka ilibidi umkumbushe Mungu kwamba Baba, ulisema ninaposhindwa? Ulishindwa kitu gani, dada Pendo? Wimbo una ubeti wa kwanza unasema, ninapoanza kuimba nasema uniongoze, bado na kuhitaji, uniongoze, yes, Lord. Yesu kiongozi mwema, moyo wangu unakuhitaji, yes, Lord. Niongoze nivuke salama, Mungu wangu uniongoze. Unasikia hayo maneno mazito mama? Jesus. Ni pale ambapo akili inakuwa imefika mwisho na unapata neema ya kukumbuka kwamba Yesu yupo. Yes. Yesu yupo. Hili ninalolipitia niliona kabisa lilikuwa ni gumu kwangu. Na nikaona hata nikimwambia mtu anaweza asinielewe, au anaweza akanijibu majibu ambayo hayanipi kushiba. Kuna mfano unaweza kaipitia ukaona hapa faraja ni Yesu tu, yes. Au atakayenielewa hapa ni Yesu tu mwenyewe. Nikamwambia Mungu, ili nijaribu tayari, na kwenye huduma yangu nijaribu, naomba uniongoze. Kwa sababu nilikuwa naelekea kufanya maamuzi ambayo sio mazuri, hayakuwa mazuri, na nikaomba uongozi wa Mungu. Uniongoze Yesu, uniongoze Yesu, uniongoze nisiharibu, niongoze nisife. Kwa sababu yani niliwaza nilifika mbali sana. Kwa hiyo Mungu akanipa huo wimbo katika hayo maumivu. Ndio sasa kumsihi Mungu aniongoze. Ndio ulisema, ukaanza kumkumbusha sasa kwamba niongoze, namwambia Mungu, lakini just in case yani hapa mimi usiponiangalia mimi nimekuisha. Hivi leo nakuita, yani ina maana ninakuhitaji sasa hivi. Yani sasa hivi nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Nilikuwa nasikia maumivu. Na ulikuwa unajiona uko peke yako? Kwa najiona niko peke yangu, alafu najiona nakufa siku sio nyingi. That was miaka 15 iliyopita. 15 iliyopita. Swali langu, ulimuita? Yani let me tell you, neno lake linasema ukiniita nitakuitikia, ukinitafuta kwa bidii utaniona. Alichukua muda gani kuonekana? Je, kwanza aliitika? Yani aliitika ulivyomuita? Alikuongoza? Na alichukua muda gani? Aliitika, lakini polepole. Hiyo ndio issue ya Mungu. Yani kalinichoma. Kalinichoma, nikakaangika kabisa, nikaumia. Lakini ndani yale maumivu nilikuwa naisikia sauti ya Mungu, nasikia kutulizwa, na nilivuka polepole sana. Ndio. Kwa hiyo hapo unaniambia kitu. Kwa hiyo hakuiti jamani na feelings zote na kuimba kote na kumtafuta vile, yani, aliitika taratibu, yani, kwa muda wake yeye, sio wako wewe. Kwa sababu yeye anasema anafanya atakavyo. Unaweza kumuita Bwana, unaomba msaada, anafanya atakavyo kwa wakati wake, kwa muda wake, na kwa jinsi apendavyo. Wewe unamsubiri atajibu kwa njia hii, lakini yeye anajibu kwa njia vile anavyotaka yeye. Na wakati mwingine, kwa mfano hapo nilipovuka, hakufanya nilichokitaka. Asante Mungu. Hakufanya nilichokitaka, lakini aliniletea msaada na nikavuka kwa muda. Yani since nilipoimba, nikaomba,
ilikuwa more than 2 years, more than 3 years ndio nimekuja kuona msaada wa Mungu. Lakini alikupa uwezo wa kuhimili maumivu. Asante. Niliona utulizo. Niliona tulizo, yani katikati ya moto naona tulizo, naona faraja. Naona faraja, naona tulizo. Naona maumivu yapo, lakini kama ufi hivi, kama naendelea. Kale kahamu tena kakufa, kakaa kameondoka. Maana si niliona nimefika mwisho. Kwa hiyo nikahitaji labda nitengeneze na Mungu ili uondoke salama. Yalikuwa ni magumu. Pole sana dada. Lakini Mungu akanisaidia pole, Mungu akawa ananielewesha. Lakini hapo hapo wakati napata wimbo, Mungu akanipa nyimbo zingine tena. Kwa nimemwona Mungu akinituliza, akinielekeza. Yani kuna kuelekezwa na kuna kutulizwa at the same time. Kutulizwa. Dapendo, kuna watu wanatutazama hapa, na mimi napataga wengi ambao wanajiuliza hivi kweli Mungu yupo? Unajua unaweza kuwa unaongea hivyo, unaongea mtu anasema Pendo anaongea tu. Hivi huyu Mungu kweli yupo na anasikia na anajibu? Hivi tunamsaidiaje mtu ambaye hajui Mungu yuko vipi, yukoje? Umewahi kumuona physically yupo kweli? Manake sasa unajua kuna muda unafika mwisho wa reli dadangu, unamtafuta mpaka unasema sasa nikengeuke, yani sasa niende kwa umeshanielewa, kwa upande huu mwingine, labda nikatafuta hivi na hivi. Is there, nakuuliza swali zito, linaweza likawa lina sound kawaida lakini ni zito. Mungu yupo, na kama yupo mbona anachelewa kama unavyosema? Yani inakuwa vipi anachelewa kujibu? Inakuwa vipi? Dadangu nimekuuliza hivi kwa sababu juzi nimekutana na mtu ambaye amehama dini. Mama yake alikuwa anaumwa sana, akafunga. Alikuwa mkoka huyu dada, akafunga, akaomba Mungu msaidie, ninaamini nikifunga na kuomba na kukutafuta mama yangu atapona. Kwa bahati mbaya mama yake amefariki. Huyu mtu akapata hasira na akaamua kumchunia Mungu. Nishakutana na wengi ambao wamemziria Mungu, haongei naye tena. Na baada ya hapo aliitwa. So unajua ukiwa katika desperation mode, kuna watu wengine wanakuja kukueleza kwamba Mungu wetu ni bora kuliko wako. Kwa hiyo kwa sababu hiyo akamwacha huyu Mungu, akaenda upande mwingine, na jina na kila kitu akabadilisha. Why? Kwa sababu God did not give her what she requested. Nimeongea mambo mengi dadangu, lakini naomba nisaidie. Mungu yupo. Yeah. Na Biblia inasema Mungu si mwanadamu. True. Huwezi kumpangia. Neno lake linabaki vile vile, na neno lake ni kweli. Yes. Akisema atakuja. Yeah. Atajibu kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Lakini usimpangie Mungu. Yeah. Na kitu ambacho mtu anaweza, kwani Mungu yupo? Umeshamuona? Mimi nimeshamuona Mungu kwa matendo ambayo ananitendea. Nina uhakika na Mungu yupo kwa sababu ya matendo ambayo amesha nitendea. Kwa sababu bila yeye nisingevuka, bila yeye nisingefika hapa. Safari yangu imekuwa ni ndefu sana. Na kila geti, niseme kila awamu nimevushwa na Bwana. Hata kufika leo hapa nilipo mimi, nimefikishwa na Bwana. Huwezi kuniambia kwamba nina ndugu yangu aliyekuwa sijui ndo akanipa nafasi, sijui nani amenipa nafasi. Nimeipewa na Mungu. Nilisema kuhusu Zaburi ya 69. Kwa kuwa amekaza kunipenda. Yes, Lord. Nitamsaidia. Yes, Lord. Nitamuokoa. Nitamtoa mahali pa chini. Nitampeleka juu. Kwa kuwa amelijua jina langu. Kumjua Mungu ni jambo moja. Kumwamini Mungu ni jingine kabisa. Ni jambo lingine. Kuishi ndani yake ni kingine. Ni kitu kingine. Kutembea na yeye, kushika amri zake, kufanya vile apendavyo, kukubali akutumia apendavyo yeye, ni jambo lingine. Yeah. Tatizo tunataka kuruka. Kuna hatua unataka uipite.
Yani huwezi kufanya hivyo. Yani mambo ya Mungu huwezi kupotezea mambo ya Mungu. Yani alishasema baraka zake ziko hapa. Ukitaka nini fanya hivi. Kifanya hivi mpaka anasamehe na dhambi. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu ni sheria zake hivyo. Sasa tunakosea sana pale ambapo unataka ufunge na kuomba kwa sababu tayari tatizo limefika. Too late. Tunataka tuombe kabla. Na tena Biblia anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Yes. Unaelewa maana ya neno bidii? Yeah. Ni mara kwa mara. Yeah. Tena sehemu nyingine anasema na wapenda wanipendao. Mungu ni ajabu. Wanitafutao kwa bidii wataniona. Yeah. Bidii sio tu kumtafuta. Sio because you are sick. I'm sorry for my English. It's a very good one by the way. Sasa unaumwa ndio unasema ngoja nifunge na kuomba. You have to pray before that. Yes. Mlingane Mungu. Kaa na Mungu, tumikie Mungu, tena mtumikie kwa furaha. Biblia inasema toa matoleo, mtolee Mungu kwa furaha, usimuibie Mungu. Yani neno la Mungu limeweka wazi kila kitu, namna ya kumfuata Mungu na kuepuka maovu pia. Kwa sababu ni lini unajua umeongea mengi dada yangu. Yani leo Mungu wangu. By the way, kwa hiyo unanitazama, dada Pendo ni rafiki yangu lakini huwa hakubaliki interview kirahisi. Nimemtafuta huyo mwanamke for so long. Ni ngumu sana kumpata dada Pendo aje kwenye interview eti mpige naye story hivi. So I have so many questions and muda wangu kwenye show ni mchache, lakini Mungu atanisaidia. Kuna sehemu umeongea umenikumbusha ule wimbo wako hapa nilipo. Uliwimba huo wimbo. Kwa hiyo ule wa kwanza, ule tuliouimba ni wa kwanza kabla ya hapa nilipo, au hapa nilipo ulianza? Albamu ya nani hapa nilipo ulianza. Albamu ya kwanza inaitwa Mungu Baba. Mungu Baba. Ndio albamu ya kwanza. Yeah. Albamu ya pili hapa nilipo. Albamu ya tatu zipo faida. Albamu ya 4 Uniongoze Yesu. Umeongea vitu vingi. Kuna mwanamke mmoja nimemsikiliza juzi, nikaumia sana. Alikuwa anatoa ushuhuda kanisani, akasema alikuwa ni mtu mkubwa. Wenzetu mwanamke mwanaume ni mtu mkubwa serikalini, akawa anaelezea jinsi gani Mungu, yani yuko kanisani sasa hivi amestaafu, kwa hiyo anatoa ushuhuda. Mungu amemtendea mambo makubwa, alikuwa serikalini, alikuwa anafanya hivi na hivi, alikuwa sijui nini, akasafiri nchi za nje. Kwa hiyo sasa hivi anamshukuru Mungu kwamba ameweza kustaafu, amestaafu vizuri, na alipostaafu akaamua kumtumikia Mungu. Yani mimi nilivyosikia tu hiyo roho yangu kafanya sha. Yani iko rabasanda kwamba umestaafu ndio unaamua because now you don't have anything to do. Literally. Yani yes, sio kwamba ukistaafu ndio useless, hapana, lakini zile nguvu ulizokuwa nazo ulivyokuwa unasafiri na kunini hukumtumikia, now that umestaafu umeamua kumtumikia Mungu. Nataka uzungumze na mtu mmoja ambaye anatusikiliza, kwa sababu mimi na wewe Dapendo tunaishi maisha ambayo tunafanya kazi na nguvu zetu, but tunamtumikia Mungu katika kazi tunazozifanya. Yani mimi have been serving God for the past 10 years. Umeelewa? Yani nina Mungu, niko kazini, yani unamtafuta, unafanya ya Kaisari, ukimaliza ya Kaisari unagusa, yani zinaenda zote papa. Sasa yule ambaye anasubiria astaafu ndio amtumikie, naomba tu uzungumze naye. Maana nachoka. Mahali popote unapokuwa wewe ni barua. Asante. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Biblia nasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili na kila aminie. Hata maseterebo. Manake hiyo ya kuhubiri Injili haihitaji mtu alisoma chuo au akusoma. Thank you. Uwe umesoma, uwe ukusoma chuo, unatakiwa kuhubiri Injili mahali popote pale. Ina maana kwamba wewe ni mtumishi popote pale. Yes. Mwasha. Yes. Wewe huwezi kwenda mahali ukakuta binti ameshika shavu ukamwacha, ukamuignore tu. Siwezi. Utakuwa hujaitwa. Yani kwa jinsi ninavyokuelewa utakuwa hujaitwa kabisa. Kwanza utakaa chini, maana tayari Bwana ameshaweka mzigo ndani mwangu sana. Jambo la kwanza utaongea naye yule mtu, lakini mimi I know kwamba
mwisho wake Yes. utamuongoza sala ya toba Kabisa. na utampeleka kwa Mungu. Absolutely. Baada ya hapo sasa, kama tunasaidiana, tusaidiane mambo mengine, lakini Yes. cha kwanza utatafuta kuokoa nafsi yake. Kabisa. Kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, umeitwa kwa ajili, na maana hapo tayari umeshamtumikia Mungu. Yes. Tunatakiwa kumtumikia Mungu popote tunapokuwa. Yes. Iwe kazini, iwe kwenye daladala, iwe popote, iwe nini, popote. Watu wamjue Yesu kupitia wewe. Yes. Wewe ni mhubiri, wewe ni mtumishi. Yes. Tayari unamtumikia Mungu. Yeah. So ukisema kwamba nitamtumikia Mungu nitakapokuwa nimestaafu, kazi hapana, hujatumisha. Na Biblia inasema umtumikie Mungu hata kwa mali zako. So unaweza ukawa kazini, unaweza ukawa mtumishi wa Mungu, lakini uko kazini unabanwa na kazi, but hata mali yako basi ikuwakilishe kule kwenye ufalme wa Mungu. Yes. Unaonekana kanisani labda let's say mara 2 kwa mwezi au mara 1 kwa mwezi, mara 1 kwa miezi mitatu. Basi hebu jiunganishe. Yaani hiyo connection lazima iwepo kati ya wewe na kule ambako unaabudia, ili angalau basi chochote kiweze kwenda kule kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Sasa unasemaje kwamba ukistaafu ndio unaweza, ndio unasimama kabisa na kusema ni Mungu wetu ni namba 1. Ana wivu tayari. Na ni wa kwanza. Yes. Alfa na Omega. Amen. Na anapenda vitu vizuri. Yeah. Basi mtumikie Mungu ukiwa na nguvu. Nzuri. This is Heart Talk with Lilian Marsha. Niko na dada yangu Pendo Mkone. Tumeanza kuongea vitu vya rohoni because we are spiritual beings, lakini kuna mengi ambayo yanatokea ambayo nataka sasa kuongea naye dada to dada, you know, mengi ambayo yanatokea katika industry aliyoko. We want to understand what's going on, vinakuaje hivi vitu. Najua unatamani sana kujua maisha yake, alikuwa wapi, anafanya nini, lakini tutaangalia kama tutakuwa tuna muda kufanya hivyo, but sasa hivi let me have a break and I will be back kwenye maswali mengine hivi. I love you so much. Catch you later. Hard Talk with Marsha. We talk it hard, really hard.